ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والظاهر بلا استظهار والباطن بلا استدار. قوته قادرة قوية وإرادته نافذة على جميع البرية. والله إن أسعد شخص فبفضلي وإن أشقاه فبعدلي. الحاكم يحكم بالعدل، العاصي والمطيع لا معاقب لحكمه إذا حكم ولا محاسب له إذا أعطى أو حرم، وهو مالك الملك والملكوت والعزة والجبروت. كل شيء طوع إرادته وكلهم رغم إشارته، كما قال تعالى في كتابه المكنون حيثما تكلم بين الكاف والنون: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم وبارك وزد وكرم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa taufiki yake na mahaba yake na upendeleo wake juu yetu ameniwezesha mimi na wewe kukusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba zake. Katika Qur'ani Mola Subhanahu wa Ta'ala ametangaza kwamba ukitaka neema aliyokupa izidi, basi zidisha kila siku kumshukuru. Wa idh ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitakuzidishieni. Hatuna budi kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kutufikisha katika jalasa kama hii. Tunatarajia jalasa yetu kama hii iwekwe katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ndugu zangu Waislamu, jambo la pili na kuhusieni sana na kuhusia nafsi yangu kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwani hili ni lengo kubwa sana ambalo kwamba linapatikana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo la kuletwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kwa ajili ya kunoa nyoyo zetu katika uchamungu, na hakuna anayekuwa bora zaidi kuliko mwingine isipokuwa anakuwa bora kwa uchamungu. Inna akramakum inda Allahi atqakum, ili halina shaka. Lakini Ramadhani ndiyo mwalimu wetu wa kututengeneza nyoyo zetu na uchamungu wetu. Ndugu yangu, kwani unadhani ni kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuletea Ramadhani? Kwa ajili ya kutengeneza nyoyo zetu. Hakuna kitu kibaya kikiharibika kama moyo, kama nafsi.
Hakuna kitu kibaya kwa mwanadamu kama kukosa ucha Mungu. Mola Subhanahu wa Ta'ala aliumba nafsi zetu kabla viwiliwili. Khalaqa al-arwaha qabla al-ajsad. Alipoziumba roho, Mola Subhanahu wa Ta'ala akazinadia kwa kuziuliza, mie ni nani kwenu? Roho zote ikiwemo yangu na yako zikajibu zikamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ni wewe na sisi ndio sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaona huu mtihani, cha kufanya wacha nizionyeshe kwamba mie ni nani na wao ni nani. Akazichukua nafsi akaziweka katika store ya moto wa Jahannam. Maana yake tukisema store, hazikuingizwa kule jikoni kwenyewe, ziliwekwa pale store tu zikahifadhiwa kidogo kwa ajili ya kujulisha kwamba man ana wa man antum. Ulama wanasema zilihifadhiwa kwa muda wa miaka 100 katika store ya moto wa Jahannam. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazitoa, akaziuliza suala lile lile, man ana wa man antum, niye nani na nyie nani? Zikamjibu Mola zikamwambia, sisi unaotuona ndio sisi na wewe utabaki kuwa wewe, tusitambuane. Mwenyezi Mungu akazichukua akazirudisha tena store. Alipozitoa kwa mara ya pili akaziuliza suala lile, zikajibu kwa mtindo ule ule wa mwanzo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazibadilishia adhabu, akaziacha na njaa kwa muda wa siku 3 tu. Muda wa siku 3 zimeketi, hazili, hazifanyi chochote, hazikungoja kuitwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kuulizwa, bali zilikongamana kwenda kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Zikifika zikaulizwa, mwasemaje? Zikamwambia Mwenyezi Mungu, anta rabbuna wa nahnu abiduk, tumekubali ya Rabbi, sisi ni waja wako na wewe ndiye Mola wetu. Basi kama tushakubali tufanyie mpango wa msosi, hali ni mbaya. Kwa namna hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajua kumbe hakuna kitu ambacho kwamba kinaweza kuitengeneza nafsi isipokuwa njaa na kiu. Lidhan kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea funga. Lengo la hiyo funga lije litengeneze nyoyo zetu, nyoyo zisagwe kutokamana na maasi, kutokamana na mabaya, mpaka zirudi katika level ya uchamungu. Ndugu zangu Waislamu, tuzidisheni uchamungu kama tulivyoambiwa katika hili 10 la mwisho lina mambo yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi, linapoingia 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndio kwanza anakimbia msikitini, anaingia msikitini, anasimama qiyamul layli min awwalil layli ila akhiriha. Kinyume na sio wakati linapokuja 10 la mwisho ndio tunakimbia kuondoka msikitini. Ramadhani ya kwanza, ya pili, ya 5 utapata tarawih, misikiti imejaa mashallah. Lakini njoo ubahatishe katika kuanzia 15 mpaka 20 kwenda juu, unapata watu wamepungua katika misikiti zaidi, utapata ni safu za wazee ndio wanaswali tarawih. Waulize sasa, kwa nini nyie vijana hamuonekani katika tarawih? Watakupa jawabu linaotoshana na akili zao, watakuambia kwa sababu wazee wako karibu kufa na sisi bado tupo ulimwenguni. Ndugu zangu, kifo hakichagui, kikiamua kinakuja kinakuramba. Ni wangapi waliokufa akiwa vijana? Ni wangapi walioondoka duniani wanazaliwa na wanaondoka siku hiyo hiyo? Yani baada ya kukimbilia misikitini katika 10 la mwisho ambalo ndani yake ndio inapatikana Lailatul Qadri, ndio kwanza tunatoka tunakimbia katika misikiti, tunaendelea kujishughulisha na mambo yetu, tunajishughulisha na Idi. Ndugu zangu, kuna watu katika mwezi wa Ramadhani wanafikiria yaumun wahid, siku moja tu, siku ya Idi, hawana lingine. Mimi siku hii nitavaa vipi, nitaishi vipi? Wewe ukiandamana naye katika mwezi mtukufu wa Ramadhani utapata hasara. Ndugu Waislamu, mada ambayo kwamba nimepangiwa na mashekhe zangu na wazee wangu, Mwenyezi Mungu awahifadhi, ni mada ambayo kwamba ni pana sana. Mada ambayo kwamba lau tutaizungumzia kuanzia asubuhi mpaka jioni wala hatuwezi kumaliza mada hii. Huququl walidain, haki za wazazi. Huququl walidain, haki za wazazi ni haki ambazo kwamba katika zama tulizokuwa nazo hazitambuliki haki za wazazi.
na utafika mahali huwezi kumjua man huwa al-abu, ni nani baba, wa man huwa al-walad au wa man huwa al-ibnu, na ni nani mtoto, kwa sababu tumeweka saizi moja. Baba yuko sawa na wewe na wewe uko sawa na yeye, hasa tunapoingia katika majukumu yetu. Na wewe ukiingia katika majukumu ya kuwa na familia yako, unajiona kwamba wewe tayari umekuwa na cheo sawia na cheo cha baba yako, umekuwa na daraja sawia na daraja alilokuwa mama yako, umekuwa na daraja huwezi kuambilika. Lakini ndugu zangu Waislamu, licha ya kuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala amezungumza katika aya nyingi kwenye Qur'an, akizungumzia haki za wazazi, akizungumzia kadhia za wazazi, sisi hatutozungumza sana, tutaishi katika aya moja tu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Moja tu itatutosha, kwa sababu Mtume anasema yale maneno ambayo kwamba yatakuwa machache na yakaeleweka, basi yanakuwa ni bora zaidi kuliko maneno mengi na yakachokesha. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an anatuambia waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Hii aya peke yake ingekuwa Mwenyezi Mungu hakuteremsha aya yoyote inahusu wazazi isipokuwa hii peke yake ingetosha. Asema waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, amekwisha kuhukumu Mola wako Muhammad, usijaribu kumwabudu mtu yoyote katika ulimwengu huu illa iyyahu, isipokuwa umwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza Mwenyezi Mungu anatuletea tauhidi mbele yetu, kwamba usijaribu kumwabudu mtu yoyote bikalamin au biafalin, kwa maneno au vile vile kwa vitendo. Usimpwekeshe mtu yoyote zaidi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Innahu wahda, yeye peke yake ndiye anastahili kupwekeshwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kisha Mwenyezi Mungu asema wa bil walidaini ihsana. Kilichotenganisha baina ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ni wao ya atfi peke yake. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili watendee ihsan. Ndugu yangu Muislamu, wazazi wawili Mwenyezi Mungu anaposema watendee ihsan, ihsani ina maana pana sana. Na katika kuangalia hukuku za wazazi wawili nimepata zaidi ya haki 27. Sijui nitataja moja au mbili au tano. Zote hizi zinazungumzia haki za wazazi, lakini ni hiki kipengee peke yake, wa bil walidaini ihsana. Wazazi wawili watendee ihsani, wazazi wawili watendee wema, wazazi wawili watendee mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wazazi wako wawili wakati wanapokuwa katika maisha yako katika ulimwengu huu ni sawa na milango miwili iliyokuwa wazi katika janna. Fa idha mata ahaduhuma, atakapoondoka ulimwenguni mzazi mmoja, mlango ule mmoja unafungwa katika janna. Yani mlango wako wewe kijana, mlango wako wewe mwenye mzazi, wakati mzazi wako mmoja anaondoka katika ulimwengu, anatangulia mbele za haki, basi ule mlango unafungwa katika janna, mlango mmoja. Ikiwa hukutendea haki mlango ule ukawa utauingia kabla ya mzazi wako kufa, basi umepata hasara fi dunia wal akhirah. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake nyingi za kuzungumzia wazazi alikuwa anataja wazazi, anataja na moto, anataja na janna. Wazazi anataja na moto, anataja na janna. Tizama katika ile hadithi moja tu, kisha nirudi katika hii milango. Anapopanda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mimbar, masahaba anamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitikia amin katika ngazi ya kwanza kwenye mimbar. Anapanda ya pili anaitikia, anapanda ya tatu Mtume anaitikia amin. Masahaba wana kawaida wakiona jambo jipya kwa Mtume akimaliza swala,
Wanaketi wanamuuliza, ya Rasulullah, tumekuona unafanya kadha, unafanya kadha, unafanya kadha, nini maana yake ya Rasulullah? Wanahitaji kusoma kinyume na sira, au tutamuona imamu atafanya jambo kadha na kadha na kadha, tukimaliza shauri yake yesi ndo kafanya na yeye ndo imamu, faliyakun ma yakun, naliwe liwalo. Lakini wale walikuwa wanataka kusoma, Sheikh, wanamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nini hikma ya kuinua mikono na kusema amin, na ni jambo jipya hatujawahi kuliona. Mtume akawaambia, amenijilia Jibril akaniambia, ya Muhammad, ewe Muhammad, amepata hasara mtu ambaye kwamba utamfikia yeye mwezi mtukufu wa Ramadhani, akaishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka mwezi wa Ramadhani unaondoka, awe hajasamehewa madhambi yake, amepata hasara fi dunia wal akhirah. Na hapo tunakumbuka zile hadithi tatu: man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, thumma madha, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, thumma madha, man qama laylatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Zote tatu wewe hujapata, ya kwanza ya mchana, ya pili ya usiku, ya tatu makhsus Lailatul Qadri, zote hujapata, umepata hasara fi dunia wal akhirah. Mtume akasema potelea, amin. Mtu huyo basi amepata hasara. Kisha Jibril alayhi salam akamueleza tena Mtume. Katika kumweleza Mtume sallallahu alayhi wasallama, akamwambia amepata hasara fi dunia wal akhirah yeyote ambaye kwamba Muhammad utatajwa mbele yake na asikuswalie. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi, fa inna salata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam miftahul janna. Kisha baada ya kutoka kwenye hilo akamwambia amepata hasara fi dunia wal akhirah mtu ambaye kwamba atafikiwa na utu uzima wa wazazi wake, yani wazazi wake wako watu wazima katika maisha yake, na isiwe sababu ya mtu huyo kuingia janna. Amepata hasara fi dunia wal akhirah. Sasa anapokufa mzazi wako mmoja, mlango ule wa peponi unafungwa kama ulikuwa hujamtendea haki yake, kisha unabaki na mlango mmoja. Yule mwingine naye akiondoka katika ulimwengu, milango yako miwili katika janna inafungwa. Hasara iliyoje! Milango hiyo endapo itafungwa na wewe hujawahi kuitafuta milango hiyo kwa ajili ya kuingia kwa kutenda haki ya wazazi wako na wema kwa wazazi wako. Ndugu Waislamu, haki za wazazi ni nyingi, lakini tutizame ndogo. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ni maneno yake, iko ndani ya Riyadhus Salihin, inapatikana katika Sahihu Bukhari, inapatikana katika Sahihi Muslim. Kisa maarufu sana katika wale mabwana watatu ambao kwamba walienda kuingia katika pango. Iwe ni kwa sababu yoyote, manake wanachuoni dhakaru asbaban shatta, wametaja sababu tofauti tofauti kulingamana na mafuhumu ya hadithi ya Mtume. Wengine wakasema hawa mabwana walikuwa wanakimbia kiongozi ambaye kwamba alikuwa ni muovu, ikawapata wao katika majabali usiku, wakaona pango, wakaona wacha tujistiri katika usiku huu. Kwa bahati likabingirika jiwe, likaja likafunga ule mlango wa lile pango, na lilikuwa ndude la jiwe, sio kijiwe bwana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza habari zao. Hawa mabwana baada ya kulala muda waliolala hatuna haja ya kuutaja, manake ni habari ndefu. Habari yetu inakuja hapa, washaamka hawa mabwana kutoka usingizini. Sasa wanataka kutoka warudi kule walikotoka au waendelee na safari zao. Lakini wakitizama wanaona pango waliloingilia limezibwa, na wakijaribu kugusa lile jiwe hakuna mwenye uwezo wa kulisukuma, hata wakaungana wote. Kipi kitakachotuokoa kutoka katika jiwe hili? Hakuna, isipokuwa mmoja wao akasema hakuna kitakachotuokoa isipokuwa amali njema tulizozifanya. Matendo mazuri ndio atakaotuokoa. Lau mimi na wewe atatokea mtu akuulize swala,
Hebu niambie ndugu yangu, mema yako uliyofanya katika maisha yako ni mangapi? Atainamisha mmoja wetu kichwa chake chini, ataanza kutafakari, atainua kichwa, atamwambia wallahi sikumbuki. Kisha atamwambia basi nitajie maovu uliyoyafanya. Atainamisha kichwa chake chini, akiinuka atamuuliza uko na buku nikuandikie? Maana yake kwa mdomo hayawezi kusemeka. Lakini ndugu zangu Waislamu, hawa wenzetu wanajua wema walioufanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawataja mmoja mmoja. Mmoja wao akasimama akazungumzia habari nzito ya kadhia ndefu. Kwa ufupi kabisa naambia, mie nilikuwa na binti ya mjomba wangu katika riwaya nyingine binti ya ndugu yangu, alikuwa na yake matatizo. Mtoto wa ammi yangu katika riwaya alikuwa na yake matatizo, na ule mtoto alhamdulillah alikuwa amepewa uzuri, na mimi Mwenyezi Mungu alikuwa amenipatia nukut fulus. Siku moja akaja kwangu kuomba msaada, bwana nimekuja na kuomba unisaidie, kuna mahali nimekwama. Yule bwana akamwangalia akamwambia, nisaidie nikusaidie. Lugha zetu za kileo. Mtu anatoka anaenda katika ofisi, akifika pale kama ni mwanamke anamkuta aliyeko kwenye kiti ni mwanamume, anamwambia nimekuja kuomba kazi. Anaambiwa hata interview haina haja ya kufanya, kuna interview nyingine maalum. Nisaidie nikusaidie. Hizi ndio kazi watu wanavyoishi. Ndio umma wetu ulivyofika sasa. Ni wachache, wa qalilun min ibadi yashkur. Akikaa vizuri atasaidiwa na kazini ataingia. We mwanamume nenda ukaombe hiyo kazi ukaone masharti utakayopangiliwa. Akamwambia nisaidie nikusaidie. Nikusaidie vipi sasa? Mimi nimekuja nina shida. Akamwambia nijalie tu niwe na wewe kwa siku moja au kwa masaa. Tufanye kitendo kwa masaa tu, halafu mimi nitakupa unachotaka. Ile binti akainamisha kichwa chini, katika moyo wake kuna ucha Mungu, akamwambia siwezi. Akarudi na matatizo yake. Akaenda akakaa muda, matatizo akamzidi. Wakati unapocheza katika njia ya haki, shaitani yupo anakucheki tu, halafu anakukandia baadhi ya milango ili urudi katika njia yake anayoihitaji. Shida zikazidi, akarudi kwa yule. Akamwambia mimi matatizo yamenizidi, nimekuja. Akamwambia uko tayari na lile langu? Akamwambia basi nitafanyaje, na shida zipo. Akamwambia basi hakuna shida. Akafunga madirisha, akafunga milango, akaandaa. Akamwambia nitakupa pesa zaidi ya hiyo tulioelewana. Kisha akamtengeneza ule binti. Wenyewe wanasema alipolingana sawa baina ya mapaja yake na mapaja yake, tayari kufanya kitendo cha haram, yule binti alitamka maneno mawili. Akamwambia ittaqillah. Jambo la kwanza, mche Mola subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, usivae pete ambayo kwamba hustahili kuivaa. Usitende jambo hilo. Yule bwana akaingiwa na hofu katika moyo wake kwa kutajwa alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Hawa ndio wenyewe sasa. Anafanya yote, lakini anapotajwa Allah moyo wake utababaika, utaenda mbio. Lazima huyo ndio muumini huyo. Jamaa akashtuka, akafikiria, akaona kweli Mola subhanahu wa ta'ala ananiona sehemu nilipo na milango niliyoifunga wala haina maana yote. Kwa hiyo nafanyaje mie? Akaacha kile kitendo, kisha akampa pesa yule binti, halafu akamwacha. Anamwambia Mola, ikiwa nimekifanya hiki kwa ajili ya kutaka huruma zako na rehema zako, na kuomba ya Rab, tufungulie hapa tuweze kutoka. Ikafunguka sehemu kidogo katika lile pango kidogo, hakuna uwezo wa kutoka mtu. Kaja bwana mwingine, hana wewe zungumza naye. Akazungumza akasema, nilikuwa mie
na wafanyikazi wangu, nikiwafanyisha kazi katika mifugo na mambo mbalimbali. Sasa kila mmoja nikamlipa malipo yake akaondoka, lakini mmoja akaondoka bila malipo yake. Mie nikabaki na malipo yake, nikafilisika. Yale malipo yake nikanunulia mali, ng'ombe, mbuzi, ngamia, nikaeka. Baada ya muda mrefu wa miaka zile mali zikaongezeka. Siku hiyo akachomoka yule mwenyewe, akaja akaniambia, bwana, bandika changu hapa, bandika mshahara wangu. Yule bwana akamwambia, unaviona hivi vyote vilivyokuwepo, watumwa, mali, ng'ombe, nini, yote ni katika ujira wako, chukua. Yule bwana akamuuliza, unanichezea? Akaambia, la, ni katika mali yako. Yule bwana akavichukua vyote na hakumwachia hata kitu kimoja yule bwana, na hakumuuliza, ya Rabbi, ikiwa nimefanya ile kwa ajili ya kutaka radhi zako, naomba utufungulie. Ikafunguliwa tena chembe kidogo. Makanul waqi', akaya mtu wa tatu, sehemu tunaoitaka. Akija anaambiwa, ana wewe bwana, twende. Akasema, ya Rabbi, mie nilikuwa na wazazi wangu wawili, na nilikuwa nahakikisha katika umri wangu nikiwa hai na wao wakiwa hai, siwapi watoto wangu chakula kabla yao, wala siwapi kinywaji kabla yao, wala siwezi kulala kabla ya kuhakikisha kwamba wao wamelala. Asema siku hiyo nikachelewa katika shughuli zangu, nikarudi usiku. Alikuwa na kaida ya kukamua maziwa, kisha awapelekee wazazi wake wanywe, halafu ndio arudishe kwa familia yake. Alipofika kwa wazazi wake akapata wamefunga mlango wa shalala. Allah akaona haya kuwagongea wazazi wake, akasimama na jagi katika mlango wa wazazi wake mpaka inaadhiniwa alfajiri. Jagi liko kwenye mkono wake, jagi liko kwenye mkono, amelishika. Na hadithi ya Mtume inaeleza, asema watoto wake kwa njaa wamekuja wanapiga mayowe chini ya miguu yake, lakini halikumjalisha hilo. Yeye amekamata jagi tu, maadamu babangu na mamangu hawajanywa, wallahi siwezi kumpatia mtoto wao. Mpaka mzazi wake anafungua mlango kwa ajili ya kwenda kwenye salatul fajri, anamkuta mtoto wake amesimama, mbona uko hapa? Anamueleza, anampatia jagi, mzazi anarudi, wanakunywa maziwa, wanatosheka, ndio anachukua, anarudi na familia yake nyumbani asubuhi. Familia imelala na njaa kwa sababu wazazi hawakula, ndio anaipatia familia yake. Ya Rabbi, ikiwa nilifanya hili kwa ajili ya kutaka radhi zako, basi naomba utufungulie sehemu hapa tuweze kutoka. Jabali likaondoka, jamaa akatoka. Huu ni wema ambao kwamba wameutenda. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Sasa hapa katika wabilwalidaini ihsana ndio kuna mambo makubwa, ihsani yao inakuwa ni kubwa. Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma, lakini wimma kufikia mmoja wao katika utu uzima wao. Mwanadamu ana marhala tatu, ana marhala ya utoto, kisha ana marhala ya ujana, kisha ana marhala ya uzee. Sasa kwa nini zimekuwa marhala tatu badala ya mbili? Kwa sababu ukiwa na miaka 20 wewe bado ni mtoto tu, mpaka uende ufikie katika miaka 40 ndio umeambiwa miaka yako ya ujana imekamilika. Hatta idha balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Huyu sasa ndio anaambiwa akili yake haipungui wala haizidi, imenyooka na itanyoka kwa muda wa miaka 20. Haipungui wala imenyoka akili yake. Na ndio maana Mtume akapewa utume akiwa na miaka 40. Wanachuoni wanasema mpaka miaka itakapofikia 65 yule mzee sasa ndio akili zake zinaanza kurudi katika utoto. Lakini kuanzia 50 mpaka 60 mpaka 62 na 3 ambao ndio umri alioishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akili zake zimekuwa zimenyoka. Sasa Mwenyezi Mungu anasema imma mmoja wao katika wazazi wako akufikie katika utu uzima wao. Wakati atakapofika kwenye utu uzima wake, kuna mambo yatabadilika kwake, sio yale uliyoyazoea wewe. Anaweza akakutuma kitu mara 3, akakwambia bwana nenda kanichukulie mswaki wangu pale. Kidogo ufika pale kwambia ngoja nimekumbuka huko.
Kila kwambia nimekumbuka sina kabisa kanunue dukani. Mzee vipi? Mbona simuelewi? Mbona anazungumza maneno yasiyoeleweka? Akili zake zimeanza kutoka kule ziliko zinarudi. Wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalq. Sasa pale ndio mahali pa kuchunga usije ukabaki na jambo katika maisha yako. Hapo ndio mahali pa kutekeleza haki kweli kweli kwa wazazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza katika hiyo aya, au kila huma, au wote wawili wakafapatwa na utu uzima, fala takul lahuma uffin, usijaribu kuwainulia kauli kwa kuwaambia yani ile tu acha. Sasa lazima ujiulize swala, kweli tunaishi na wazazi wetu hata kauli ya hatuwaambii? Hata kauli ya kunungunika hatuwaambii? Mara ngapi wanatutuma tunanungunika? Mara ngapi wanatutuma tunakataa? Na inategemea, kuna ambao kwamba wananungunika na mdomo na ambao wananungunika kwa moyo. Malaika wawili wanaandika buku. Mambo yote yanayoandikwa katika lile buku la mja ni mema. Mja anamtumikia mzazi wake mpaka anaondoka ulimwenguni. Kisha wanashangaa alipoingizwa katika kaburi lake, anaingizwa katika sehemu ya moto, na katika buku lake linasoma kwamba yeye ni mtu mema na kamtendea mzazi wake mambo mema. Malaika wanamuuliza Mwenyezi Mungu, ya Rabb, tumemjua yule bwana alikuwa anamtendea mema mzazi wake, alikuwa anamuosha, alikuwa anamhudumia, alikuwa anamvalisha nguo, alikuwa anamweka mzazi wake anakuwa smart. Leo mbona bwana huyu yuko katika sehemu za moto? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawajibu malaika wake, akawaambia, nyie kuna jambo hamujui. Mlichoandika ni kile mlichokiona na kile mlichokisikia. Kuna mambo alikuwa yuko kwenye moyo wake ananungunika. Anasema katika moyo wake, ya Rabbi, atakufa lini huyu mie niweze kupumzika na mateso haya? Kisirisiri katika moyo wake. Alimul ghaibi wa shahada, rabbus samawati wal ardhi, anaelewa yote, anafahamu yaliyokuwa wazi na yaliyofichana. Anawaambia malaika kwa namna hiyo alikuwa anamuombea mzazi wake aondoke duniani, aepukane na mateso anayoyapata, lakini alikuwa hadhihirishi. Hivyo ameenda motoni. Fala takul lahuma uffin, usijaribu kuwatamkia wazazi neno la acha. Wala tanharhuma, wala usiwakaripie. Sauti yako isije ikaja juu katika sauti za wazazi wako. Sauti yako usije ukazungumza ukaangalia imepita kiwango cha mzazi wako anazungumza. Na imekuwa desturi wengi wetu kuwafokea wazazi wetu, wala hatujali. Mzazi kafanya shekhe, atafokewa, utajiuliza nani anayefokewa kisampuli hiyo? Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, zungumzeni na wao kwa maneno mazuri, maneno laini, maneno ya kuvutia. Mnapokaa na wao, kaani na wao kwa wema, na wakati mnapozungumza nao zungumzeni kwa wema. Wacha nimalize nukta ya mwisho tu. La tufaddil zawjataka au auladaka alayhima, acha mtindo wa kufadhilisha mkeo au watoto wako kuliko wazazi wako wawili. Hii ni hatari tunaoishi nayo. Hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu, mama yake amembeba tabu juu ya tabu, mateso juu ya mateso, mpaka anafika mahali akipanda kwenye gari anapanda naye, akishuka anashuka naye. Kuna wakati haisi kula chochote isipokuwa udongo mchanga ndio anakula kwa sababu yako wewe uko ndani. Leo mama anakuja anakuzaa, anakulea, anakukirimu mpaka unafika katika ujana wako, unaoa. Ukioa unashauriwa na mkeo, tumhame mamako, mchao huyu anaturoga, hatuna maendeleo kwetu.
Allahu akbar. Na wewe unakubali tena, unamfuata mpaka mzazi wako, mama yako, baba yako, unamfuata unamwambia bwana mzee, wewe bana madha, wewe tumechoka na mambo yako bwana, unaturoga wewe, unandogea mke wangu wewe. Shekhe anakurogea mkeo, kwa nini akungoje mpaka ufike hatua ya kuoa? Kama alikuwa ana haja na mkeo, angekupiga shingo akakumalizia mbali ukiwa mdogo. Kwa nini akungoje ukue? Basi pale bila kutumia akili ya mwanamke kama yule, unachukua tu na wewe unahama, unakwenda unamtenga mama yako, unamtenga baba yako kwa maneno ya mwanamke ambao kwamba hana thamani yoyote katika maisha ya wazazi wako. Unaweza ukabadilisha mke, lakini huwezi ukabadilisha mama, na huwezi ukabadilisha baba hata siku moja. Sayyiduna Ibrahim alayhi salam anakuja, anaketi katika nyumba ya mtoto wake Ismail. Mtoto wake hayupo, ameenda shughuli, anamkuta mke wake hamjui Ibrahimu ni nani. Anaanza kumsimulia habari za nyumbani. Bwana, hapa kwetu tunalala njaa, hapa kwetu tuna dhiki, hapa kwetu tuna shida, mume wangu kadha, mume wangu kadha. Akamwambia basi nimekusikia, lakini mumeo akija umwambie kuna mzee uko hivi hivi amekuja, anasema eti ubadilishe kizingiti cha nyumba yako ni kibovu. Mke hajui. Jamaa akija akielezwa akasema eti ubadilishe kizingiti, akamuuliza mjua aliokuja? Akamwambia simjui. Akamwambia huyu ni babangu Ibrahim. Wakijua kizingiti hicho, sema sikijua, sema ni wewe, toka, ushaachika. Ikiwa baba amefika mahali anaweza kupima akaangalia, sema wewe bwana, wewe huyu mke huyu hakufai, kwa sababu anakujali wewe, hataki uwe katika hatari. Inakuwaje leo unamfadhilisha mkeo kuliko baba yako? Inakuwaje leo unamfadhilisha mkeo kuliko mama yako mzazi? Wangapi hapa tuko msikitini lakini tuna laana za wazazi kisirisiri? Mara ya mwisho ni lini wewe kwenda kulibusu bapa la uso la mama yako au baba yako? Mara ya mwisho ni lini kwenda kuibusu miguu ya mama yako? Pepo iko chini ya nyao za kina mama yako alokuzaa. Mara ya mwisho kwenda kuibusu ni lini? Allah, Mtume Muhammad analetewa habari na mke wa Alqama. Alqama ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, masahaba maarufu wanaotekeleza wema. Analetewa habari na mke wake, anaambiwa Alqama yuko katika sakaratul maut, nimekuja kukupa habari. Mtume anatoa, masahaba wakiwemo kina Bilal, anaambia nendeni mkamlakinie atamke shahada. Wakati wa nyuma ukifa wewe bila shahada, masahaba wanalia, lakini ukifa na shahada wanacheka, wanaipatia kongole familia yako, umekufa safi. Leo ukifa na shahada unatolewa kwenye taarifa za habari, kafa na shahada. Ya khasratan ala alibad. Wanatoka masahaba wanakwenda kumlakinia la ilaha illa Allah. Alqama anashindwa kutamka shahada. Alqama sahaba wa Mtume anashindwa. Masahaba wanarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ya Rasulullah, maajabu Alqama ameshindwa kuitamka shahada. Mtume anauliza, Alqama ameshindwa kutamka shahada? Akaambia ndio. Akaambia Alqama vipi katika maisha yake tusiyojua? Akaelezwa, akauliza tena, ako na wazazi wawili? Akaambiwa hana isipokuwa mama yake, mtu mzima. Mtume akaagiza akasema muiteni. Akaambiwa Rasulullah ni mtu mzima sana. Akaambiwa nendeni mkamuulize. Mtume anakuuliza aje kwako au wewe utakwenda kwake? Alipofika akaulizwa mama yule mtu mzima, akasema mimi siwezi kumngoja Mtume hapa. Akachukua bakora yake akasimama, akaenda mpaka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, anajibu mwito wa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Ndugu zangu Waislamu, hawa ndio umma ambao kwamba walioishi wakati wa Mtume, kujibu mwito wa Mtume kwa hawaoni tabu kwa hali yote atakayokuwa nao. Ikiwa miti ilijibu mwito wa Mtume, itakuwa watu. Shekhe alikuwa ananiburudisha akishuka na mashairi ya Al-Busiri.
Mwenyewe anasema jaatil ashjaru tamshi ala saqin bila. Hii ni miti ilikwenda kwa mtume, inatui mwito wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaulizwa na mtume, nieleze kuhusu habari za mwanao Alqama. Akasema innahu, hakika yake yeye Alqama alikuwa anafunga mchana alhamdulillah, alikuwa anasimama usiku alhamdulillah, alikuwa anatoa sana. Alqama anatoa bwana, Alqama anafanya mema, alhamdulillah, mwanangu ni mtu mwema. Halafu akainamisha kichwa chini. Mtume akamuuliza tena, siulizi upande huo, niambie baina yako wewe na Alqama kuna nini? Kaambia hakuna ya Rasulullah, tuko vizuri, tuko vizuri mie na Alqama. Mtume akamwamrisha Bilal, akamwambia Bilal, nitafutie kuni niletee. Mama anamuuliza Mtume, kwa nini unatumana kuni? Akamwambia nataka nimteketeze Alqama kabla ya kuteketezwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa wewe Alqama hana shida na wewe na wewe huna shida na yeye, mimi nataka nimteketeze hapa mbele yako. Mama anamwambia Mtume, basi ya Rasulullah, nitakwambia. Kwa machungu mama analia, ambaye nitakwambia ya Rasulullah, Alqama alikuwa ni mwema kabla hajaoa, alikuwa mwema sana kwangu mie, lakini ya Rasulullah, Alqama alipooa tu alinihama yeye na mke wake, hajui nalala wapi, hajui nala nini, hajui nakaa vipi. Mimi ni mtu mzima, siwezi kujitafutia. Alqama nikasema maisha yake atakaoishi ni atabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hayo ndio nilikuwa nataka. Sasa unamsamehe Alqama au tumteketeze Alqama? Maana dhima aliyokuwa nayo Alqama mbele ya Allah pamoja na usahaba wake ni nzito, anakwenda motoni moja kwa moja. Mama akalia, akamwambia Mtume, siwezi kuvumilia kumuona mtoto wangu anateketezwa katika moto. Nimemsamehe mwanangu Alqama. Mama anasema nimemsamehe mwanangu Alqama, huku Alqama anapiga shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ndugu zangu Waislamu, maisha ya wazazi wawili ndio pepo yako na ndio moto wako. Rehma za Mwenyezi Mungu ziko pamoja na rehma zao wawili. Huruma za Mwenyezi Mungu zipo pamoja na huruma zao wawili, lakini hasira za wazazi wawili ziko pamoja na hasira za wazazi wawili. Mwenyezi Mungu katika sura Luqman anatuambia kwamba licha kuwa amekuamrisha watii wazazi wako wawili, lakini pindi pale watakapokuamrisha katika maasi tu, ndio mahali unapopaswa kuacha kuwatii. Bwana, nenda sehemu fulani kanichukulie pombe, nenda sehemu fulani, tena unaambiwa utumie hikma ya hali ya juu. Sheikh, utumie hikma ya hali ya juu kukataa kwamba bwana, hiyo pombe haifai. Manake baada ya pale Mwenyezi Mungu alisema maneno mbele. Baada ya hayo maneno kusema, akasema wasahibuhuma fi dunya maarufa. Licha kuwa amekuamrisha mema mabaya ukakataa, bado usiwatende, tangamana nao kwa wema. Uwe kama yule kijana anatumwa pombe na babake, lakini anajua ni makosa. Sasa mara ya kwanza kaenda akamchukulia, lakini anapiga fikra, nitamhepa vipi mzee? Mara ya pili akaenda akanunua soda njiani akanywa, akarudi akamwambia mzee, hela imepotea. Mzee akamwambia si neno, chukua nyingine kaleta. Kaona hapa mtihani. Akaenda akanunua pombe, akasema hapa nataka nimkomeshe mzee, hanitumi tena. Yeye ataka ile dhima tu ya kutotumwa, kumwambia no sitaki, ameshindwa. Akifika njiani akaamua ile pombe akiweka maji itakuwa mtihani. Hapa kilichobaki nifanye nini? Nifanye iwe mbaya zaidi, mzee asiwahi nituma, wacha nikojolee. Fikira aliyochukua kwa mawazo yake madogo, akaikojolea ile pombe, kisha akaitikisa vizuri, ikashika. Akampelekea mzee wake, akamwambia mzigo huo. Mzee akachukua akabandika mdomoni. Cha kushangaza anasema
Mzee alikunywa ile pombe bila kutoa mdomoni mpaka akamaliza, halafu akamuuliza swali, hii pombe umenunua wapi? Asema nishakiingia leo. Kaambia nimenunua kwa mzee fulani. Asema kila siku ukenda nunua kwake. Ya Rabbi, maneno yamekuwa hivi, mimi nilipeleka hivi kwa sababu hii, kumbe mambo yamekuwa haya, utanisamehe. Mzee wangu mie kuanzia leo pombe sikuletei, nimetumia hekima, imeshindikana. Maana imefikia mahali nimekuwekea hilo, nikaona pengine utabadilika unikatae, waniambia ninunue kwake. Yaani kila siku nikinunua kwa nia yake. Sasa namna nilivyofanya mzee hajui, nikinunua niende kwanza nikonyolee ndio nikuletee. Lakini nini? Anakimbia kwa hikma. Pamoja na kukuamrisha mabaya, wasahibuhuma fi dunya maarufa, tangamana nao kwa wema katika ulimwengu. Hivyo ndivyo alivyotuamrisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, wanapokufa wazazi wako wawili, watendee wema kama walivyokuwa wako hai. Waombee dua, usichoke kuwaombea, kwani unapokatika uhai wao wanatarajia zaidi dua zako na dua za watoto wao. Ndugu zangu Waislamu, wao hawahitaji chakula unachokula wewe, hawahitaji wali mzuri, hawahitaji kinywaji kizuri. Wali wao na kinywaji chao ni dua zako utakazoombea. Usiwakate kwa kuwa wamekufa. Usikate marafiki zao kwa kuwa mzazi wako amekufa, basi marafiki wa mzazi wako ukawakata. Kuwaunga kwao, ukiwaunga marafiki zake, basi umemuunga mzazi wako. Ukiwaunga familia yake, basi umemuunga mzazi wako. Tuwatendeeni wema wazazi wetu na Mwenyezi Mungu atatupa kila la kheri. Inshallah mpaka hapa kwa uchache zaidi tutafungia darasa letu hapa inshallah. Tutamani tuendelee zaidi, lakini muda nao na alasiri tena tuna madarasa mengine kule. Mwenyezi Mungu akitujalia kujumuika tena katika siku nyingine, basi tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe khairi na taufiki. Lakini tukubalini kwamba tuko katika mwezi wa Ramadhani na nyoyo zetu tuzilazimishe kuwa tuko katika mwezi wa Ramadhani. Ibnul Jawzi anazungumza maneno yake, asema wallahi law qila li ahli alquburi tamannaw la tamannaw yawman min Ramadhan. Watu wa makaburini lau watapewa ofa waambiwe tamanini kitu chochote tuwape, watatamani siku moja tu wafufuliwe wafunge katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mimi na wewe tumepewa fursa ya kufunga mwezi mzima, basi tusiweze kupoteza fursa kama hii. Ikiwa nimepata basi ni taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwa nimekosea ni udhaifu kutoka kwangu na kutoka kwa shaitani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سر في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك. اللهم اهد اخواني، اللهم اهد الاخي، اللهم اهد العالم الاخي هذا الذي تكلم عندنا يا رب العالمين، اعطه عمرا طويلا. اللهم وسع رزقه، اللهم وسع رزقه، اللهم اعطنا عافيه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك الاسلام. يا الله يا واحد يا احد يا فرد يا صمد، انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. شكرا.